Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuendelea kuwatumikia wananchi tukiwa wawakilishi wao humu bungeni na tukiwa na afya tele. Lakini pili, nimshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa uzalendo na upendo kwetu sisi wa Tanzania kwa kazi ambazo anaendelea kuzifanya. Kila mmoja anayesimama anasema stori nzuri ambazo zipo katika eneo lake la uwakilishi, na sisi tunadhani hiyo ni vema na ni sauti zetu kwa Mungu kwamba aendelee kumbariki, kumpa afya na uhai, ili ile mitano tena tunayoisema aikamilishe kwa spidi nzuri ambayo inakuja. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze sana waheshimiwa mawaziri, kaka yangu Dr. Mwigulu na kaka yangu Profesa Mkumbo, lakini na manaibu waziri na watumishi wengine wote wanaofanya nao kazi, kwa sababu wametafsiri kwa uhakika yale maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na wakati huu ambapo nataka kuchangia, nianze kwa kusema hotuba ambayo Mheshimiwa Waziri Mwigulu aliwasilisha kimsingi sio hotuba yake. Ni hotuba ya Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Mambo yote yaliyoko humu ni ya Dr. Samia Suluhu Hassan mwenyewe. Na nikiquote hapa mwanzo kwenye utangulizi, anasema Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu lipokee, lijadili na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya serikali kwa mwaka 25-26. Sasa mwenye serikali tunajua ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Sasa nimpongeze kaka yangu Mwigulu, yale mambo yote tunayoyasema humu yaliyofanyika vizuri kwenye bajeti hii ni kutafsiri kwa usahihi maono na mapenzi ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwetu. Kwa hiyo nakupa pongezi hizo kaka yangu, na tunatarajia uendelee kufanya vema. Lakini hotuba yenyewe na bajeti yenyewe ni ya mfano. Kwa mara ya kwanza tangu nimekuwa na uelewa, nimeona bajeti ambayo inaungwa mkono na kila mtu na kila kona. Hata wale wenye negative attitude sijawasikia wakisema mambo ya msingi kwenye kucriticize hotuba ambayo ilisomwa hapa juzi. Kila mmoja kwa nafasi yake anaisema vema. Yule ambaye hataki kusema ananyamaza kimya, lakini kwa kuashiria kwamba mzigo umekaa sawa na kwa kweli utatuvusha katika kipindi tunachoenda. Sasa mimi nina maeneo matatu nataka kutoa ushauri kwa sababu ya muda, na kidogo nitazungumzia kuhusu ndugu zangu kule Bukoba ambao wamenituma hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la kwanza ninataka kushauri ni kwenye eneo la local content. Imesemwa imekuwa addressed kwa kiasi fulani kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri. Tumeanza ku-establish mambo ya local content tangu mwaka 1979 kwenye sheria zetu, na ziko sheria kadhaa ambazo zina address mambo ya local content. Kwenye sheria ya ununuzi wa umma imeelekezwa kwamba kazi zisizozidi bilioni 50 zifanywe na wakandarasi au na wazawa, lakini local content regulation zimeeleza. Na Mheshimiwa Waziri hapa katika ukurasa wa 159 meona anaanzisha utaratibu wa kutengeneza kanuni ambazo zitamruhusu kusema ni kazi gani zinazoweza kufanywa na wazawa. Lakini mimi nitoe mfano halisi. Kipindi tumeanza utekelezaji wa bomba la mafuta, tuliweka mkakati mahususi wa kuhakikisha wazawa wanapata kazi zile, na hivyo tuliziainisha kazi hii na hii na hii na hii zifanywe na wazawa. Lakini jitihada hizi ninaomba niziongezee ufanisi. Mheshimiwa Waziri, tumekuwa tuna tatizo la watu kuweka sura za wazawa, lakini kiukweli na kiuhalisia wanaonufaika sio wazawa. Wako Watanzania wenzetu wachache ambao wamekuwa wakisaidia watu wa nje, ambao tunatafuta mbinu mbalimbali za kuwazuia kuchukua fursa zetu kuwasaidia wale. Sasa mimi ningeshauri wenzetu wa BRELA wahakikishe zile kampuni zinazosemwa ni za wazawa ziwe zina wazawa na wanapata hisa zaidi ya 51%, ili tuweze kutambua kweli kampuni hii ni ya wazawa na itaweza kututunufaisha sisi hapa nyumbani. Na mifumo yao BRELA iungwe na wengine, iungwe na PPRA, iungwe na halmashauri zetu, iungwe na kila mtu, ili tunapoambiwa huyu ni mzawa, tukiingia kwenye mfumo wa BRELA kwa single click tunaweza kuona kwamba kweli huyu ni mzawa, ili tuweze kujua ni nani ambaye atanufaika na hili jambo. Na pale tutakapokuwa tuna wasiwasi, tufanye kitu ambacho kwenye sheria za biashara za makampuni tunakifanya, to lift up the corporate veil, kujua humu ndani huyu kweli ni mzawa au sio mzawa, anakuja kujinufaisha. Lakini vinginevyo ninapongeza hatua ambayo tumeanza nayo ya Mheshimiwa Waziri kuhakikisha kwamba anapelekea kutengeneza kanuni ambazo zitaweza kuweka mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba wazawa wanapata vitu vinavyostahili. Taarifa Mheshimiwa Sashisha. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka kumpa taarifa mchangiaji mzuri anayeendelea kwamba pamoja na kwamba tunaweza tukaweka masharti kwamba wawe wazawa, sasa hivi kinachofanyika ni kweli unakuta yule ni mzawa,
Mtu anakuja anaanzisha kampuni ya madini, anaweka jina la mtu ambaye ni Mtanzania, pengine hata hiyo biashara ya madini haijui na hajawahi kufanya kabisa. Kwa hiyo ukienda kwa registry utakuta kweli kuna Mtanzania mwenye share, lakini hajui kinachoendelea. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri waende mbali zaidi, pamoja na kuangalia NIDA na kwenda wapi kuchunguza huyu ambaye anapewa share kwenye hizi kampuni na kuonekana ni mzawa. Je, anajua kinachoendelea? Mheshimiwa Jebato, napokea taarifa. Mheshimiwa, taarifa naipokea vema kabisa, na niseme nilipozungumzia ku lift up the corporate veil, nilichokuwa nakimaanisha ndio hicho. Kwenye sheria za makampuni, kampuni inapoonekana imefanya kosa la jinai, tunaachana na kampuni, tunafunua kuangalia kwenye kampuni wamiliki ni akina nani. Ni Steven Biabato. Steven Biabato ni nani? Ni wa wapi? Anazaliwa wapi? Historia yake ya jinai ikoje na vitu kama hivyo, ili tuweze kwenda. Kwa hiyo naungana na yeye na Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini muda wangu utautunza, na mimi najimwaya mwaya kwa sababu nimekuwa last born, hata nyumbani kwetu na mwisho kuzaliwa, naamini nao muda kidogo wa kutosha kuendelea kuchangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ningependa kuchangia kwenye eneo la service levy na kutoa ushauri wangu kidogo. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuliona hilo la kuamua kupunguza kiwango cha service levy inayolipwa kutoka 0.3 kuja 0.25%, ambayo nimeiona ipo katika ukurasa wa 106 wa hotuba hii. Na hii ni mwanzo mzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu ambao tunaishi mijini, biashara yetu kubwa inayotuingizia mapato ni ushuru wa huduma pamoja na leseni za biashara. Sasa ninapongeza kwamba tunaanza sasa kuona namna ya kuliaddress. Sasa mimi nilikuwa nina ushauri kwenye eneo hili. Shida kubwa hasa sio kwamba wafanyabiashara wetu hawapendi kulipa. Shida moja kubwa ni kucalculate service levy kwa uhakika na usahihi ili mtu aweze kuilipa. Kwa hiyo nilikuwa na shauri Wizara ya Fedha wakae chini na wataalamu wao, kwa sababu wanajua namna ya kucalculate. Watucalculateie, watuambie kiwango hiki ndio 0.2% ya jambo fulani. Alafu wazitoe hizo kama figa ili wenzetu wa halmashauri waende wakatunge sheria ndogo ambazo zitakuwa zinaeleza kwa magrupu kwamba kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani kiwango chako cha kulipa ni hiki. Kiasi fulani mpaka kiasi fulani kiwango chako cha kulipa ni hiki. Kwa sababu saizi Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenda kucalculate service levy kutoka kwenye turnover na kutoa gharama za bandarini ni kitu ambacho kwa kweli uhalisia wake ni mdogo kwa wenzetu wale ambao wanafanya calculation hizi. Na dada yangu hapa Gekuru wakati anachangia asubuhi alisema kwamba tuwape elimu wenzetu wa kwenye halmashauri. Mimi naboresha zaidi, tutengeneze kabisa viwango viende vimetafsiriwa kwamba wao wana uwezo wa kujua sisi huyu tunamkadiria kwa kiwango hiki kwa sababu hii. Lakini nipendekeze kadri tunavyosogea mbele, tuache kuchaji service levy kwenye turnover, tuchaji kwenye profit. Kwa sababu kwenye turnover ni pesa ambayo mfanyabiashara kimsingi sio yake. Tumchaji kwenye ile faida ambayo amepata kwa ajili ya kuweza kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la tatu nalopenda kushauri ni kwenye ukusanyaji wa kodi. Ninapongeza kwa sababu tumependekeza hapa elimu ianze kutolewa kuanzia kwenye shule na imekubalika, lakini tumependekeza na maeneo mengine. Sasa mimi ningependa kupendekeza jambo moja ambalo limefanywa kwenye VAT, kwenye kupunguza kutoka 18% kuja 16%. Tuende mbele zaidi Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunao vijana wetu wengi mtaani wanaweza kutubunia startups companies. Watubunie mifumo ya kutoa bonus kwa wale watu wanaolipa na wakalipa na kodi, waweze kupata bonus, na wakishapewa bonus kila mtu atapenda kulipa kodi ili aweze kupata hiyo bonus ambayo anaipata kwa kuhakikisha kodi imelipwa. Tunaona kwenye mitandao ya simu wenzetu wa Vodacom wana mfumo unaitwa Tuzo. Ukiwa unanunua vocha kwa kutumia M-Pesa unapata tuzo, na zile tuzo baadaye unaweza ukaziconvert ukanunua vocha ukalipa vitu mbalimbali ukaibadilisha kwenye pesa. Tunaona kwenye maduka kama Shoppers ukienda unaulizwa kama una kadi ili ucredit zile kadi zile unit zako kule kwingine, na maeneo mengine kama. Tuanzishe mfumo huo na mtu aweze kupata hiyo pesa na kuitumia. Tutapunguza tatizo kubwa sana la kuweza kukusanya kodi ambazo zinatosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, Bukoba mjini wamenituma niseme hivi, miundombinu inayojengwa kutoka kule Bukoba mjini, Kagera kwa ujumla kuja mjini itarahisisha sana upelekaji na uletaji wa mizigo na bidhaa mbalimbali. Mikoa ya pembezoni mwa nchi tunapata tatizo la kuwa na gharama kubwa za usafirishaji, na hivyo bidhaa zetu nyingi haziuziki, uwekezaji kwenye viwanda unakuwa ni mgumu. Sasa wanaomba SGR ambayo inakwenda mpaka Mwanza ikamilike
ili waweze kutoa ndizi zao ambao ni mazao sasa ya biashara kutoka Bukoba kwa meli kuja Mwanza, na baada ya hapo Mwanza ndizi zije Dodoma, ziende Dar es Salaam, watu wauze na waweze kununua na kufanya biashara kubwa, kwa sababu ni zao la kibiashara. Na kufanyikiwa kwa miundombinu hii ndio kutakako kufanya sisi sasa tuanze kujiona ni sehemu nzuri zaidi ya uwekezaji kwa zile malighafi na resources ambazo tuko nazo maeneo ya pembezoni. Na tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzia na hiyo, lakini na mengine ya kiuchumi na kimageuzi ambayo ameyafanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa Bukoba hatuna la kusema. Miradi ya kimkakati ambayo ilishindikana kwa miaka mingi, Dr. Samia amesema safari hii soko litajengwa na tayari mkandarasi ameshapatikana, stendi itajengwa, mkandarasi ameshapatikana, kingo za mto Kanoni ambao umekuwa ukiathiri wananchi zitajengwa, mkandarasi ameshapatikana, lakini na barabara zaidi ya kilomita 10 katikati ya mji zitajengwa kwa sababu ya mageuzi ambayo tunakuja nao. Bukoba mjini tunasema hatumdai Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya mambo makubwa aliyofanya. Lakini wenzangu wamesema katika elimu, katika afya, katika maendeleo ya jamii na maeneo mengine yote tumefanikiwa na tumepiga hatua kubwa. Sasa kwa sababu ya muda sintoweza kuyataja lote, lakini tunamuahidi kwamba tumeyaona na tunamhakikishia kwamba kule kwetu kula ziko za kutosha. Lakini pia Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametuhakikishia usalama na utulivu wa wananchi. Moja, Dr. Mwigulu amesema ni marufuku kufunga maduka ya biashara ya wafanyabiashara, na sisi watu wa mijini biashara ndio vyanzo vyetu vikubwa vya mapato. Lakini Dr. Samia ameenda mbali zaidi, amesema na akaunti zao tuzihache, tusiwaharas na kuwafanya washindwe kufanya biashara kwenye maeneo yao. Sasa wamenituma niseme hivi, Dr. Samia Januari tulimaliza, na mimi ndio kijana wao ambaye wamenituma nije kuyasema haya. Wanasema wale wote wanaotaka kuja Bukoba mjini kugombea wanaulizwa, unataka kuja kufanya miujiza gani ambayo Biabato na Dr. Samia hawajafanya? Kama una miujiza mipya kule upaache, kwa sababu sio pa kuchezea. Kwa muda mrefu tulitamani kusonga mbele na njia inaonekana, na wamesema umri unaruhusu, mimi natosha, na naamini wataendelea kunipa nafasi tena ya kunituma kuja kuwawakilisha hapa. Na nawatakia heri wenzangu wote, tuende tukakamilisha haya machache ambayo tuko nayo. Dr. Samia lake limeshaisha, Oktoba Bukoba mjini tunatiki, tunamsubiria aje kuzichukua, alafu turudi hapa Novemba kwa ajili ya kwenda kuendelea na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kuyasema hayo nawashukuru wote na nawatakia heri na Mwenyezi Mungu atubariki, na naunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana Mheshimiwa Biabato.